Kwenda kuangalia neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 11. Tutaanza wa 10 lakini mstari wangu ambao ni kiini ni wa 11. Kweli tunaenda kuangalia hapo sura ya 3 mstari huo wa 10 mpaka hapo 11. Kichwa chetu cha somo kinasema kwamba usikubali kuupoteza wokovu au kuacha wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapokuwa hapa duniani kuna changamoto nyingi ambazo tunazipitia. Lakini katika changamoto hizo zote, usikubali kuupoteza wokovu au kuacha, kwa sababu wokovu ni wa thamani. Wokovu umeupata toka kwa Bwana. Inatakiwa kila mmoja aweze kukubali kukaa katika neno la Mungu, asiupoteze wokovu. Wokovu tumeupata kwa kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kila mmoja asikubali kuupoteza wokovu, akae katika neno, alishike neno kama tulivyoimba kwamba ukichoka kwa safari ndefu, mwambie Yesu. Ukichoka kwa safari ngumu, mwambie Yesu. Usiupoteze wokovu wako. Umepewa na Bwana. Wewe kwa nini umekutana na magumu uache wokovu? Ni kwa nini? Hapana, simama. Kuna changamoto katika maisha. Kuna changamoto katika Ukristo, lakini ya kupasa usimame katika neno. Usimame katika hizo changamoto. Jibu ni moja tu, ni Yesu Kristo. Mwambie yeye ndiye anaweza yote. Mwambie Yesu anatosha katika yote. 3:10 mpaka 11. Mmoja asome. Jina la Bwana. Ufunuo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 10 hadi wa 11. Mstari wa 10 unasema, kwa kuwa umeishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Mstari wa 11, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaifuata haja yako. Amina. Asante sana msomaji wangu. Ni kweli tumesoma, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu. Hili neno linatuambia sisi kama Wakristo wa leo, mimi nami nitakulinda utokapo katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kukuijilia ulimwenguni, katika ulimwengu wote. Yaani hiyo saa inayokuja kukuijilia iliyo kinyume ya kukujaribu, lakini Mungu yuko pamoja na wewe katika maisha yako, katika wokovu wako. Sasa mstari wa 11 unasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na Mungu atusaidie. Maana wewe umeokoka katika ulimwengu huu, lakini neno la Mungu linasema shika sana ulicho nacho. Ni nini? Ushike wokovu uliopewa na Mungu. Wokovu ni kitu cha thamani. Wokovu umeupata kutoka Mungu. Kwa hiyo ya kupasa ushikilie wokovu, usiwache. Maana ni kitu cha thamani. Umeupata, lakini katika wokovu huo simama ili ufanye mapenzi ya Mungu. Mungu atakusaidia. Japo utakutana na changamoto, japo utakutana na magumu, lakini shikilia wokovu. Ninapenda kutoa mfano. Tunapokuwa hapa ulimwenguni, katika dunia hii, kuna mambo mengi, kwa mambo ya kawaida. Wengi wao wameshikilia labda waume au pesa au mambo mbalimbali. Unachokiamini kwamba hiki ni kitu cha thamani. Unafikiri kitu cha thamani unaweza kukushika hivi lelemana au pesa hizi za thamani, una milioni 1 ukaishika hivi kwa mkono umening'iniza? Huwezi. Maana unakiona ni kitu cha thamani, utakikumbatia, utakificha, mtu asije kukichukua, mtu asije kukunyang'anya. Kwa hiyo wokovu
inapita hiyo hela, milioni yako. Milioni haina thamani. Milioni haiwezi kukuokoa. Milioni haiwezi kukupa wokovu. Wokovu wa neno la Mungu ndio kitu cha thamani katika maisha yako, katika maisha yangu, katika maisha yako. Shika sana ulicho nacho. Shika sana wokovu wako ambao umeupata kwa Mungu Baba yetu. Kwanza Yesu alikufa msalabani, tumekuwa na kumbukizi la Bwana wetu Yesu Kristo. Alipokufa msalabani, akamwaga damu yake, akatutakasa, tukapona, akafufuka, tukapata uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Katika uzima huo tusimame katika neno la Mungu na kuifanya kazi ya Mungu. Tushikilie sana ambacho tumepata, kitu cha thamani kutoka kwa Bwana, tukishikilie. Mambo mengine yapo, mambo ya kufanya yapo, lakini hayawezi kulinganishwa na wokovu ulioupokea toka kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Wokovu ni kitu cha thamani. Wokovu ni kitu ambacho tumepewa toka Mungu. Kishikilie, usikiache, ili siku moja umuone Bwana. Vitu vingine ni vya kupita, vitu vingine haviwezi kutuokoa. Yesu ametuokoa kutoka mautini, akatuleta uzimani. Ndivyo tufanye mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tunaendelea mbele, tutaangalia kitu kingine, mfano wa hawa watu wawili ambao walikuwa ni watoto waliozaliwa mapacha. Tuwaone jinsi walivyokuwa katika maisha yao na walivyofanya kutokuthamini kitu ambacho alichokipata tangu mwanzo. Tuangalie huu mfano, tulinganishe, maana kitu unachokipata cha thamani utakipenda, utakishikilia, utakithamini. Lakini kama hutakithamini, utapata hasara. Tuangalie katika kitabu cha Mwanzo sura ya 25. Mwana Esau alipopoteza uzaliwa wa kwanza kwa chakula cha ndege. Huyu alikuwa ni Esau, alikuwa na ndugu yake Yakobo. Kila mtu alifanya kazi zake walipozaliwa hawa watoto. Tuangalie kitabu cha Mwanzo 25 mstari wa 29 mpaka 34. Msomaji utakwenda kusoma. Yakobo akapika chakula cha demu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Mstari wa 30. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa nazimia mimi. Kwa hiyo walimwita jina lake Edo. 31. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. 32. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa. Itanifaa nini haki hii ya uzazi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulia kwanza 33 utaanza hapo. Unawaona hawa watu wawili. Ukianzia hapo mstari wa 27, hebu tusomee hapo kwanza kabla sijaeleza. Mstari wa 27. Watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa hemani. 28. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Unawaona hawa watoto wawili walikuwa ni mapacha. Mmoja alikuwa muwindaji na mwingine alikuwa mtulivu, anakaa na mama yake. Esau alikuwa ni muwindaji, baba yake alimpenda. Kila mmoja alichukua mtoto wake. Siwezi kueleza juu ya haya, ninaenda kwenye lengo langu la kushika sana ulicho nacho. Mengine siwezi nikayaeleza, lakini kuna mambo mengine hapo. Kila mmoja alipenda wa kwake. Esau alikuwa muwindaji, lakini baba yake Yakobo, baba yake alimpenda sana Isaka. Na Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa hemani pamoja na mama yake. Naona huyu Yakobo alikuwa mtulivu, anakaa nyumbani na mama yake. Naona kila kitu alikuwa anamtuma cha jikoni. Sisi wakina mama tunajua, mtoto akiwa mtulivu, hata mtoto wa kiume unafundisha kazi za jikoni.
za nyumbani. Unamtuma nifanye hivi, niletee kuni, analeta, fanya hivi, analeta. Walipendana sana na mama yake. Lakini huyu naye alikuwa muwindaji, alikuwa analeta wanyama, analeta chakula. Baba yake anapenda mawindo yake. Alikula chakula kitamu, hawa watoto walikuwa na malezi ya namna hiyo. Lakini ipo siku moja ndipo sasa tumesoma huo mstari wa 29. Huyu Yakobo alipika chakula kizuri cha ndengu. Esau yeye alikuwa anatoka huko nyikani alipokuwa ameenda kuwinda. Alikuwa amechoka sana. Alikuja bure, hakupata mawindo. Akaona kwamba nifanye nini, njaa, nimechoka. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu ili nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza uniuzie leo haki ya mzaliwa wa kwanza. Imekuwa jaribu, sivyo jamani? Amina. Amegusa pale kwenye uzaliwa, kwenye haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Mungu atusaidie. Amina. Yeye huyu kabisa na njaa, yani ya kutimia. Unajua njaa, na mie pia mnajua kama mtu ana njaa huwa hana, yani ni kukaa kabisa. Lakini akamwambia, chakula hiki hutakipata hivi, labda uniuzie uzaliwa wako wa kwanza, haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Akafikiri, mimi hapa sina nguvu, sina chakula, lakini chakula kimo humu. Majibu ndiyo hayo aliyoyasema. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa. Itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, unipe kwanza, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki ya uzaliwa wa kwanza. Unaona, katika safari yetu ya kwenda mbinguni unaweza ukakutana na magumu. Wewe kama nilivyoeleza kwamba shikilia wokovu, usiupoteze wokovu wako, ukaushikilie. Shika sana ulicho nacho. Yani umekutana na magumu, uko katika wokovu. Una mgonjwa, mtoto mgonjwa, au baba yako au mama yako, lakini ugonjwa unatatanya kwamba mimi ninajua papa wewe ni mlokole, lakini mimi ninajua ugonjwa huu tukienda mahali fulani hutaupata tena. Wewe umemshikilia Bwana. Neno la Mungu linasema shika sana ulicho nacho, mtu asije kuitwa taji yako au akakunyang'anya kile ulicho nacho. Unafikiri kwa kuwa hali ni ngumu ya mgonjwa wako, hali ni ngumu ulio nayo, unasema kwa kuwa mchungaji hanioni, washirika wenzangu hawanioni, shemasi hayupo hapa, mwimbaji hayupo hapa, mimi nichoropoke niende. Unaondoka unaenda. Hapo unafundisha nini? Utakuwa kama hawa vijana wawili, kwamba tabu hii imenikuta, nijisaidie kwa hili. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba shika sana ulicho nacho, asije mtu. Huyu ni mtu amekudanganya, na wewe kwa sababu ya tabu ulizo nazo ukaona ufanye hivyo, utakuwa umeupoteza wokovu wako. Haki ya mzaliwa wa kwanza akawa ameipoteza huyu kijana Esau, akaiuza kwa chakula hiki ambacho alikuta ndugu yake amekiandaa, kwamba kweli nife. Na kama angesimama katika haki, huyu kijana asingekufa. Sivyo jamani? Mungu angemsaidia, maana ilikuwa ni haki yake. Lakini kwa sababu alivyozimia akasema nife kweli na chakula kipo, chukua ndugu yangu. Unaona sasa, ndugu zangu, watumishi wa Mungu wenzangu, ndugu zangu, washirika wenzangu, tusimame katika neno la Mungu sawa sawa. Japo tutakutana na changamoto katika maisha, labda ugumu wa maisha, kwamba huna kitu, lakini nifanye nini? Niende
nikaangalia hata pa kwenda, kama ni kuiba, kama ni kufanya mambo yasiyofaa, mimi niyafanye. Baadaye si nitatubu. Unajua kwamba utarudi. Wakati mwingine unaweza kwenda jumla, hutafanikiwa. Huyu mzaliwa wa kwanza alipoiuza haki yake, hakuipata tena, sivyo jamani? Hakuipata, ilipoteza jumla. Na ili mgharimu alitaka ipate, ilishindikana. Maana kwa sababu huyu mama, nilisema kwamba kuna somo jingine hapo. Jinsi Mungu alivyosema tangu mwanzo hawa vijana wanazaliwa. Huyu mama alishikilia maagizo ya Mungu ingawa baba alisahau. Ndivyo ilivyotokea sasa. Yalipotimia wakafanya hata udanganyifu. Maana huyu alimpenda huyu na huyu alimpenda huyu. Kwa kuupata, baba yao alikuwa ni kipofu kwamba afanyeje. Huyu alienda kuwinda baadaye ili alete, maana baba alitaka kuwabariki watoto wake kwamba Esau ndiye mtoto mkubwa, ana haki ya kupata uzaliwa wa kwanza. Lakini kwa kuwa alikwisha kuuza, kwamba alitafuta njia, lakini huyu Yakobo pamoja na mama yake walifanya jambo. Huyu alikuwa na manyoya, japo ilikuwa hivi, lakini walifanya ujanja mpaka ile haki ya mzaliwa wa kwanza aliweza kuipata yule kijana. Esau akapoteza jumla, baraka zikampita, mambo ya kubarikiwa yakampita, akayapata mdogo wake. Jamani, kanisa la Mungu, tuangalie jinsi tulivyoupokea wokovu. Tukae katika wokovu, tukae katika neno la Mungu. Tusiangalie nyuma, tusiangalie kushoto wala kulia. Tusonge mbele katika wokovu wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Amina. Tukisonga mbele katika wokovu wa kweli, Bwana atakuwa pamoja nasi. Japo kutakuwa na vishindo, japo kutakuwa na sauti, lakini sisi tumwangalie Bwana ambaye aliyekufa msalabani, akabeba masikitiko yetu, akabeba mizigo yetu ya dhambi, tukaupokea wokovu wa kweli. Tusimame katika huo, tukae katika huo, tutende mapenzi ya Bwana. Endelea msomaji wangu, mstari wa 33 eti. Amina. Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia. Akamuuliza Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. 34. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha deni, naye akala, akanywa, kisha akaondoka, akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yesu atusaidie. Amin. Akawa ameidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza, na amepoteza hiyo nafasi, hakuipata tena. Japo alijuta, japo alifanyeje, alipokwenda kutaka baraka kwa baba yake, zimezolewa na ndugu yake, maana aliuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu atusaidie. Amin. Tuangalie tunapoishi hapa duniani, kuna mambo mengi ya kukutana nayo ya kukatisha tamaa. Lakini kila mmoja angalia aliyemuita, angalia aliyemuokoa, angalie yule ambaye amempa wokovu. Wokovu ni kitu cha thamani. Usifanye lele mama, usiuninginize, usiangalie hivi wokovu hata kama nikirudi nyuma nitatubu. Hapana. Nafasi hiyo umeipoteza. Nafasi hiyo hutaipata. Yesu tu anatosha na nijibu katika mahitaji yako na katika huduma yako uliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Huyu ndugu akawa amepoteza uzaliwa wa kwanza, nafasi yake hiyo ikapotea kabisa. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Tuangalie mtu mwingine ambaye naye alipoteza nafasi yake ya utume. Bwana Yesu alipokuwa hapa duniani alichagua mitume, yani wanafunzi 12. Lakini katika hao tumekuwa na kumbukizi la Pasaka kuadhimisha kufa na kufufuka kwa Yesu. Katika wale wanafunzi alikuwepo mwanafunzi mmoja ambaye aliyepoteza nafasi yake ya utume. Akainuliwa mtu mwingine ambaye tunakwenda kumuona katika Matendo
Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 23 na 26. Tunakwenda kuona huyo mtu yeye aliinuliwa kwa nafasi ya Yuda aliyemsaliti Bwana Yesu. Kwa hiyo nafasi zetu tuzitumie vizuri. Ukiacha nafasi yako atainuliwa mwingine. Mungu atusaidie. Tumefika katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Amina. Matendo ya Mitume sura ya kwanza 23 mpaka 26. Nitasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 25, anasema ashike mahali katika huduma hii na 23. Naanza 23 mpaka 26. Amina. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 23. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia 24. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili. 25. Ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliyoukosa Yuda, aende mahali pake mwenyewe. 26. Wakawapigia kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Unaiona sasa habari hii ambayo katika wanafunzi wa Yesu wale 12, mmoja akamkana Yesu, akamsaliti. Tunaona jinsi ilivyokuwa. Wakaweka hawa watu wawili ili waweze kuwapigia kura, huyu Matia pamoja wa pili Yusto. Kisha wakaomba wakisema, waliomba mbele za Mungu kwa nafasi hiyo ya utume ya Yuda aliyemsaliti Bwana. Wakaomba, watu wote tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili, ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliyoukosa Yuda, aende zake mahali pale pake mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Nafasi ambayo aliyoikosa Yuda, ambaye aliyejinyonga. Nafasi hii Yuda alikuwepo katika nafasi hii, lakini kwa kumsaliti Yesu aliikosa nafasi na kuipoteza kabisa, akafa. Si ndivyo kanisa tunavyosoma? Alikufa kabisa, akajining'iniza, akaikosa nafasi na kufa, kupotea kabisa. Sasa wewe kama kanisa, mtumishi wa Bwana, hata katika huduma ulio nayo, umeitwa na Bwana kutumika. Umeitwa, wewe ni mwimbaji, wewe ni shemasi mzuri, wewe ni mtumishi wa Mungu muombaji, wewe ni mtumishi wa Mungu unatoa, wewe unafanya kazi mbalimbali katika nyumba ya Mungu, una huduma. Lakini katika huduma hiyo wewe mwenyewe ukawa umekengeuka, ukasimama kando, ukaacha kukaa katika wokovu, ukaushika wokovu kwa kuning'iniza, wewe ukawa mguu upande, ukaupoteza. Jamani, ukiupoteza wokovu hutarudi. Ni bahati kuipata neema ya namna hiyo. Ni bahati kuipata neema tena ya kusimama katika wokovu wa kweli. Ni neema kabisa. Wanaorudi ni wale ambao wameitwa, ni wateule. Waitwao ni wengi, lakini katika wale wanaoitwa, wateule ni wachache. Sivyo jamani? Wengine wamo ni wasindikizaji tu, wamo humu. Lakini wewe ambaye uliyeitwa na Bwana, simama katika neno la Mungu. Simama katika wokovu wa kweli. Simama katika kumpendeza Mungu. Kama ni kuimba, imba sana. Kama ni kutoa jinsi vile Mungu amekuelekeza. Kama ni kufanya huduma, usafi, mambo mbalimbali, kusaidia wajane, fanya. Mungu alivyokuita
la kufanya huduma, Bwana atakutetea, sivyo jamani? Amen. Lakini kama ukilegea katika huduma ambayo umeupewa, Mungu ataweka mwingine katika nafasi yako. Matia akawa amewekwa katika nafasi ya utume badala ya Yuda ambaye aliyemsaliti Yesu. Maana aliipoteza nafasi, hakuwepo tena, akafa. Sasa akainuliwa mwingine ambaye aliwekwa kwenye nafasi ile ya utume. Ndiye Matia akaishika nafasi ya utume kwa wale wanafunzi 11, yeye akawa wa 12. Ndugu yangu mpendwa, napenda kukutia moyo katika changamoto ulizo nazo, katika magumu ulio nayo. Mkumbuke Mungu atakusaidia. Mwambie Yesu, tumeimba wimbo, mwambie Yesu, Yesu atakusaidia. Mwambie Yesu katika changamoto zako. Yesu atakuinua, Yesu atakutegemeza. Hapa duniani kuna changamoto nyingi, lakini simama katika neno la Mungu, simama katika huduma yako, simama mahali ambapo Yesu amekuita. Yeye atakupigania na yeye atakusaidia. Usikate tamaa mpenzi, usikate tamaa kumfuata Yesu. Shikilia wokovu, shika nafasi yako, shika sana ulicho nacho, mtu asije akaitwaa taji yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.